Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa na tukuzo za milele. Nami siku ya leo nimekuja kukuletea ujumbe tena wa neno la Mungu. Majina yangu ninaitwa Eric Mtalemwa. Katika mfululizo wa neno la Mungu siku ya leo nitakuja katika mafafanuzi kidogo na kujadiliana pamoja juu ya kichwa cha somo kinachosema mafanikio yako hayatamfurahisha kila mtu. Mafanikio yako hayatamfurahisha kila mtu. Na neno la Mungu litakalo tuongoza siku ya leo ni neno kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 9 nzima, sura ya 9 nzima. Na Yohana hii sura ya 9 nzima inazungumzia juu ya habari ya mtu aliyezaliwa kipofu tangu tumboni mwa mama yake. Alizaliwa akiwa kipofu, na Bwana Yesu Kristo alikutana naye, baadaye akawa amefanya muujiza wa kumponya. Basi sasa wakati tunapoendelea kutafakari hili neno, tutangulize uwezo na uongozi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu wa rehema, wewe ni mtakatifu hata milele. Tunasema asante kwa sababu kibali cha kunena habari njema tunakipokea kutoka kwako, si kwa ustahili wowote, bali kwa neema yako. Bwana, ninaomba utakaso wako ukawe juu yangu na utakaso wako ukawe juu ya kila mmoja anayekwenda kushiriki habari njema hizi, chakula cha uzima. Tunaomba utuongoze kwa Roho yako Mtakatifu ili tuweze kukua kiroho na kufikia zile ahadi zako, na katika ustahimilivu wa kweli na kibali cha kweli na baraka za kweli ambazo umezikusudia katika maisha ya kwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio yako hayatamfurahisha kila mtu. Na hili neno lililoko katika kitabu cha Injili ya Yohana, kama ambavyo tumeona na ambavyo nitakuhitaji na ninakuomba kabisa ukipata muda wako usome habari hizi kwa unyenyekevu. Utafute sehemu iliyotulia usome Injili ya Yohana sura ya 9 nzima, nawe utakwenda kujua kabisa kwamba mafanikio yako hayatamfurahisha kila mtu. Mahali hapa anasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Namna Bwana Yesu Kristo alivyofanya muujiza kwa huyu mtu, na historia ya huyu mtu kama ambavyo nimekwisha kusema hapo awali, kwamba huyu mtu hakutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Kwa maana katika Israeli ya kipindi kile na kipindi cha zamani, mtu yeyote aliyeonekana yuko katika tatizo ama yuko katika ulemavu ama yuko katika ugonjwa, ilichukuliwa kwamba matokeo ya kuteseka kwake ni kwa sababu ya makosa yake au kwa sababu ya dhambi za wazazi wa kwake. Lakini hapa Bwana Yesu anawaambia hapana, huyu mtu hakutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi, isipokuwa Mungu alimwachilia akae hivi ili siku moja apate kudhihirisha utukufu wake kupitia tatizo la huyu mtu ambaye amezaliwa ni kipofu. Baada ya huyu mtu kuwa ametoka kule katika birika ya Siloamu kwenda kunawa lile tope, aliporudi, watu waliomjua zamani, majirani na jamaa wa karibu, wanamuuliza, kwanza wakasemezana wao kwa wao, huyu mtu sio yule jamaa aliyekuwa anakaa mahali fulani katika mtaa fulani akiwa ombaomba, ameshikilia vikombe kwa ajili ya kuomba?
Huyu si mtu yule tunayejua historia yake kwamba aliishi maisha ya upofu na alikuwa ni ombaomba ambaye hakuweza kujifanyia kitu chochote cha kuingiza kipato isipokuwa kwa njia ya ombaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu wakamuita, wakamuuliza, wakamwambia, umepataje kuona? Akawaambia, yule mtu aitwaye Yesu Kristo ndiye aliyenifanyia huu muujiza. Alinipaka tope na akaniambia nikanawe Siloamu, na nilipomaliza kunawa, kwa kule kutii tu kwenda kunawa, nimeona. Katika kutii tu kwenda kunawa, nimeona. Hawa watu hawakuridhika. Ni majirani, ni ndugu wa karibu, ni jamaa zake wa karibu. Hawakuridhika. Huyu mtu sisi tunakusudia aendelee kuwa kipofu. Maana yake ndiyo hiyo, kwamba kwa nini Bwana Yesu amekuponya? Hawakuridhika, wakaenda kumshtaki kwa Mafarisayo. Tena hawakuenda peke yao, walimpeleka kwa Mafarisayo. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Yohana sura ya 9, utakapopata muda utasoma. Wakampeleka kwa Mafarisayo kwa sababu Yesu Kristo alifanya ule muujiza wa kumponya. Ilikuwa ni siku ya Sabato, na Mafarisayo na Sabato ni kitu anachokiheshimu kuliko hata sheria za Mungu zenyewe. Wanaheshimu sana Sabato kuliko hata kuwaheshimu watu wazima, kuliko kuwaheshimu hata wazazi wao, kuliko hata kuheshimu mjane na yatima anayekaa katikati yao wampe haki. Lakini wanaiangalia Sabato wakifikiri kwamba haki ya Mungu inapatikana katika swala la Sabato tu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi siku ya leo ninachoendelea kukuambia katika somo hili kwamba si kila mtu atakayefanikiwa, sio kila mtu atakayefurahia mafanikio ya kwako. Angalia hawa majirani ambao walikuwa wanakaa naye karibu, walitamani waendelee kumuona ni ombaomba, walitamani waendelee kumuona ni kipofu. Wao walikuwa wakishuhudia matukio mbalimbali na shamra zilizokuwa zinaendelea. Huenda kulikuwepo na sherehe nyingi katika ule mji ambapo wenyewe walienda kushuhudia. Lakini yule jamaa kipofu alienda na kikombe chake kwenye sherehe, sio kwa ajili ya kuangalia matukio, ni kwa ajili ya kupata kitu cha kumsaidia aendelee kuishi. Lakini furaha yake haikuwa kamilifu kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuona matukio yaliyokuwa yanatokea. Basi hao watu hawakutaka na yeye awe anashuhudia matukio mbalimbali. Hawakutaka jicho lake lione. Walitamani aendelee kuwa katika hali ya kuombaomba tu, yeye apate hela ya kula na kunywa, basi ishi hapo. Lakini kutazama ulimwengu hawezi, asione hicho kitu. Akampeleka kwa Mafarisayo, na Mafarisayo wakamwambia, jamaa, wewe nani aliyekuponya? Kwanza waliwauliza wale majirani, huyu ni jamaa kweli ambaye alizaliwa akiwa haoni na leo anaona? Wale majirani wakamwambia Mafarisayo, ndiyo, huyu jamaa alizaliwa ni kipofu, alikuwa haoni na leo anaona. Sasa tunamleta kwenu kwa sababu ameponywa siku ya Sabato. Kumbuka, hawana namna ya kuwarudisha macho yake yawe kipofu, ila wanachokifanya ni kumponda Bwana Yesu aliyemponya. Wakamwambia, wewe kwa nini unaambatana na huyu mtu? Na kwa nini umekubali akuguse? Kwa nini umekubali akuguse na kukuponya kwa sababu ni siku ya Sabato? Kwanza huyo mtu si mtu wa Mungu, wala si mcha Mungu, wala sio mtu mwema, wala si nabii, kwa sababu huyo mtu hashiki Sabato. Wakaanza kumponda Bwana Yesu. Haijalishi Bwana amefanya mangapi kwa ajili ya watu wao, ameponya, amesaidia wangapi, lakini bado wanaponda juu ya ishu inayohusu utakatifu wake. Ndugu yangu mpendwa, ninaomba nikwambie, katika jamii unapotenda jambo, ama katika familia unapotenda jambo, ama katika jumuiya na taasisi unapotenda jambo la amani, jambo la heri, jambo la kugusa maisha ya watu, acha Mungu mwenyewe atakupigania na kukubariki. Lakini mara kwa mara usitegemee sana mrejesho positive kutoka kwa watu uliowatendea. Usitegemee sana mrejesho wa wema kutoka kwa yule uliyemtendea mema, ila Bwana mwenyewe atakujazi kwa ajili ya mema unayoyatenda. Na wala usizimie katika kutenda mema, kwa maana Kristo anaangalia kuwalipa watu wema sawa sawa na walivyofanya. Haijalishi aliyetendewa amereply ama amerejesha nini. Anachoangalia Mungu, wewe umefanya wajibu wako wa kutendea watu mema, basi full stop, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu akaambia, mimi kwa habari ya kwamba ni mwenye dhambi sijui. Kwa habari ya kwamba huyo mtu sio nabii sijui. Ninachojua ni kwamba nilikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwangu, lakini leo ninaona. Habari zingine za yeye ni mtakatifu au ni mwenye dhambi, hizo ninaomba niwaachie ninyi.
mimi cha kwangu nimepokea muujiza. Nyie mnasema huyu mtu ni mwenye dhambi, huyu ni mtu anatumia mapepo, huyu mtu miujiza yake ni ya kutumia ushetani, ni uchawi. Ameenda sehemu ya kuzimu kuchukua nguvu zake, wala nguvu zake hazikutoka mbinguni. Yule kipofu anajaribu kuwa challenge kwa fikra, anawaambia ninyi Mafarisayo mnaosema kwamba ninyi ni wenye haki, na huyu aliyeniponya na kunifanyia huu muujiza ni mtu mwenye dhambi. Je, sikukaa katikati yenu? Tangu kuzaliwa si nimekaa katikati yenu nikiwa kipofu? Tangu kuzaliwa si nimekaa katika hekalu? Tangu kuzaliwa si mmekuwa mkikutana na mimi hata njiani? Wakati mwingine hata katika omba yangu hamjawahi hata kudondosha dinari moja au senti moja kwenye kikombe changu cha omba. Leo nimepokea muujiza wa kuponywa macho yangu. Leo ndipo mnaponijia na kunishambulia kwamba haukutakiwa kumruhusu huyu mtu aliye mwenye dhambi akuguse macho yako. Kwa mlitaka nife kipofu. Na kama ninyi ni wenye haki, huyu mtu ni mwenye dhambi, kwa nini ninyi sasa hamkumwambia Mungu wenu mnayemtumaini kwa haki aniponya na kunitoa katika tatizo hili? Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Walipoona kijana ni kama waelewi vizuri, wakasema hapana, huu ni mchongo. Inawezekana hii ni kama issue fulani, kama fix fulani, ambapo huenda huyu ni mmoja wapo wa wanafunzi wa Yesu anaekti kwamba aliwahi kuwa kipofu na Bwana Yesu amemponya. Hiki kitu hakiwezekani kabisa. Wakaenda kuita wale wazazi wake, na majirani wakawasaidia kuwatafuta wazazi wa kijana. Walipoitwa hekaluni, wale wazazi wawili, baba na mama, wakaulizwa juu ya kijana wao. Huyu ni kijana wenu ambao unasema kweli alizaliwa tangu mtoto mdogo akiwa kipofu, na leo ameponywa upofu wake na anaona? Wakasema ndio, huyu ni kijana wetu, tunatambua kwamba alizaliwa akiwa ni kipofu, tunatambua, ila jinsi alivyopata kuona hatujui. Hatuna namna ya kusema kuhusiana na habari ya amepona. Wale watu walikuwa wanaogopa wale wazazi, kwa sababu walijua Mafarisayo wamesema katika hii sura ya 9 Yohana mtakatifu, wanasema walikuwa wameweka utaratibu kwamba yeyote atakayemkiri Bwana Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake atatengwa na hekalu. Kwa hiyo walikuwa wanajibu shortcut. Wanasema kwa habari ya kuona kwake, huyu ni mtoto wetu kweli, alizaliwa akiwa ni kipofu. Tangu kuzaliwa kwake alizaliwa akiwa ni kipofu, lakini kwenye swala la ameonaje, ni muujiza umetokea vipi, hatujui. Yeye ni mtu mzima, mumuulizeni yeye mwenyewe. Kwa hiyo walimkwepa kwa wakati huo. Hawakutaka kumkiri moja kwa moja mtoto wao kwamba namna gani amefanywa muujiza, kwa sababu wanaogopa kutengwa na hekalu. Hawakuwa tayari kushuhudia muujiza ule kikamilifu. Lakini yule kijana wakamuita tena mara ya pili ili wamuulize. Hawajaridhika tu kwamba amefanywa muujiza, wanamuita mara ya pili ili wapotosha asije akaenda kumwamini Yesu Kristo. Hawakutaka Yesu Kristo aongeze mwanafunzi mwingine. Wakamuita mara ya pili, wakamwambia, wewe kijana, mpe Mungu utukufu. Huyu mtu unayedai amekuponya wala sio Mungu wala sio nabii, ni mtu mwenye dhambi, ni mtu mwenye pepo. Mpe Mungu utukufu. Imetokea tu ukawa mzima, na ni kama bahati nasibu tu. Ilikuwa katika bahati nasibu, ndipo Mungu akakuponya, lakini sio huyo mtu, wala usije ukampa utukufu. Mpe Mungu utukufu. Hawakujua kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe wanayempinga. Yaani wanayemwabudu hawamjui kwamba amekuja katika mwili, amezaliwa kama mwana. Wanajaribu kumpinga yule wanayemwamini, lakini alikuwa kama wanajirisha upepo. Yule mtu akamwambia, hivi kwa nini mmeniita mara ya pili? Kusudi lenu ni nini? Mbona mmesikia mara ya kwanza nimewaambia sawa, na sasa hivi mnaniita mara ya pili? Kusudi lenu ni nini? Je, na ninyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Na katika sehemu nyingine yeye akaendelea kuambia kabisa kwamba hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako Yesu, na alinifumbua macho. Kwa nini mnajaribu kupindisha huo muujiza ambao Bwana Yesu amenitendea? Na akawaambia, tokea hapo tangu kipindi cha kina Musa na manabii wengine
haijasikiwa kwamba mtu aliyezaliwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Kwenye mstari wa 32 sura ya 9 anasema tokea hapo haijasikiwa kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia kwa hasira, Mafarisayo wakajibu wakamwambia kwenye mstari wa 34, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Wakaanza kumshutumu baada ya kuona kwamba wamejaribu kumuondoa katika imani yake ya Yesu Kristo. Amegoma kukubali kwamba ule muujiza umetokea tu kibati nasibu. Wakasema okay, kwa hiyo wewe uliyezaliwa katika dhambi, leo hii ndio unataka kujifanya unamtetea Yesu Kristo na kutufundisha sisi kuhusiana na habari za njia ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sio kila mtu atakayefurahia mafanikio yako. Sio kila mtu atayafurahia mafanikio ya kwako. Hawa watu Bwana Yesu alitenda miujiza, lakini kimya kimya walikuwa na uadui naye. Kila mtu aliyefanywa muujiza katika harakati yake ya kumpokea Yesu na kumwamini, walimuita haraka haraka, wakamkopua mahali fulani, wakamkalisha kikao hekaluni, wakamwambia wewe achana na huyu mtu. Haijalishi amekufanya, anaonekana kama amefanya muujiza, huo muujiza hakufanya yeye, amefanya Mungu. Kwa hiyo achana na huyo mtu, kwanza haiamini, haiheshimu Sabato. Huyo mtu ni mwenye dhambi, huyo mtu ana pepo. Wakaendelea kuwarudisha nyuma kwa watu wasiendelee kufuatana na Yesu Kristo. Na mimi niseme ya kwamba katika maisha yako jichunge wakati unapoelekea katika kufanikiwa, ama wakati unapokuwa tayari umekwisha kufanikishwa na Bwana. Jichunge sana watu unaowashuhudia miujiza ambayo Mungu amekutendea. Inawezekana wakawa ni jamaa wa karibu, inawezekana wakawa ni majirani wa karibu, lakini jitahidi sana mambo yako yakae katika private areas, yakae katika maeneo ambayo ni ya siri kidogo. Tunza siri. Jitahidi sana kumwambia Kristo asante pale anapokuwa amekutendea muujiza, zaidi ya kusimulia mara kwa mara. Kwa sababu inawezekana wakati unasimulia watu wakacheka, lakini si kwamba wamecheka. Inawezekana wakati unapotoa ushuhuda watu wakacheka na kukuagi na kukukumbatia na kugongeana vifua, lakini si kwamba wamefurahi. Inawezekana wakati mwingine wanatafuta namna gani ya kukumute, namna gani ya kukunyamazisha, namna gani ya kuchukua ule muujiza kutoka kwako. Kwa hiyo jitahidi sana. Watu wengi wamepata amepata mchumba, ameenda kutambulisha mahali fulani. Unapokwenda kumtambulisha kwa fulani, huyo baadaye anatafuta namba na kuzunguka, anamwambia matatizo yako, kwamba hapo ndugu yangu umejichanganya. Kuisha habari yako, hapo hakuna mke, hapo hakuna mume. Unakuta mambo yamevurugika. Siku ya kutoa mahari umeshaita mashangazi na wajomba na rafiki zako wa karibu. Kumbe katika wale waliowaalika ni mmoja wapo alipiga simu kwa mwenzako akamwambia usilete mahari, hapo hakuna mtu. Huyo ni mtu ambaye sasa hivi anatembea na mkuu wake wa chuo. Huyo ni mtu ambaye sasa hivi anatembea na bosi wake kazini. Huyo ni mtu ambaye sasa hivi anachukuliwa na watu fulani sehemu fulani, ama anikaba sehemu fulani. Kwa hiyo jitahidi sana kutunza siri. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kuwa umesubiri, tunasubiri wageni wanakuja saa 7, wageni wanakuja saa 8. Unaangalia hakuna mngurumo wa pikipiki wala bajaji, hakuna mngurumo wa gari, wala hakuna sauti za watu wanaotembea wakileta mahali nyumbani, kwa sababu dosari imeshatiwa na watu ambao hawajafurahia mafanikio ya kwako. Wakati mwingine unaweza ukawa umetangaza nia ya kugombea cheo, udiwani, umetangaza kugombea ubunge, umetangaza kugombea uwenyekiti mahali, umetangaza kugombea hata uraisi. Lakini katika kura zile za maoni unapoonekana jina lako ndilo linalokwenda kuongoza na litapita kwa kura nyingi, wanaanza kupitisha vimemo, vikaratasi wanavipeleka meza kuu. Hatuna uhakika na uraia wa huyu mtu. Huyu mtu ni mtu wa Burundi. Huyu mtu ni mtu wa Kongo. Huyu mtu ni mtu wa Kigali. Huyu mtu ni mtu wa Kenya. Huyu sio Mtanzania. Huyu sio fulani. Wanajaribu kutia nzi katika mchuzi mzuri. Wanajaribu kutia dosari katika shati zuri. Wanajaribu kutia madoa ili usifike pale unapotaka kufika.
Bwana Yesu asifiwe. Kuwa makini. Na ni vizuri sana uombee sana miujiza yako. Unapoona una kibali mahali fulani, jitahidi sana kuomba na kung'ang'ana, kwa sababu ni rahisi sana adui kupata mpenya. Na wakati mwingine Mungu anaweza kawa amekujalia kabisa ukawa mlimbwende. Wewe ni mlimbwende mzuri, ama wewe ni handsome, na kuna sehemu ambapo kuna mashindano labda ya walimbwende warembo, ama kuna mashindano ya mabig brother mahali fulani. Watu wakaona kabisa wanaenda kufanikiwa, unaenda kutoboa, sifa zote unazo. Lakini mtu akatia dosari pale, akasema hapana, amna kila kitu hapa. Huyu hapana. Angalia kwanza macho yake yalivyo, yote yameangalia kushoto. Angalia jinsi alivyo, mdomo wake ni mpana. Wakati mwingine watu wanapenda mdomo mpana, ila yule anaponda mdomo mpana. Wengine wanapenda macho makubwa kidogo, yeye anasema angalia kwanza macho yake kama goroli. Yaani hawezi kukosa dosari ya kukuponda. Uwe mrefu, anakwambia ni mrefu kama mlingoti wa umeme. Uwe mfupi, ni mfupi kama glasi, kama kikombe cha kahawa. Yaani hakuna sehemu ambapo wanaweza kukubaliana na wewe. Kwa nini? Kuna adui katikati yao. Hawapendi mafanikio yako. Kwa hiyo uwe wa kwanza kabisa kujicelebrate na kujiamini na kujisimulia wewe katika maombi kwamba asante Bwana Yesu Kristo kwa sababu ulinitendea 1, 2, 3. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu wewe ni kamanda wangu na ni rafiki yangu wa karibu. Asante kwa ajili ya muujiza fulani. Lakini usije ukasema unajua mimi sasa ninaelekea kupata kazi fulani, ninaelekea kupata cheo fulani, ninaenda kufunga ndoa na fulani. Hapana, watakublock, watakuzuia njiani. Jitahidi sana Kristo Yesu awe msiri wako wa kwanza, alafu wewe uwe msiri wako wa pili, alafu tena uendelee kuomba kibali kwa Mungu, uendelee kuomba ulinzi kwa Mungu na hekima kwa Mungu. Pale Mungu anapokukusudia kufika ni pakubwa sana kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo ujitahidi sana. Ujiamini na uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kujifunika kwa damu ya Yesu. Usiangalie ni nani anayeniponda, usiangalie ni nani anayenipinga. Umeanza safari ya kuelekea kwenye hatima yako. Tembea na Yesu Kristo. Tembea na Yesu Kristo. Awe wa kwanza katika kukubariki, awe wa kwanza katika kukufanikisha, na yeye atakufikisha pale anapokusudia kukufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kuja na mfano mdogo tu. Nina mifano ya kawaida sana, hata inayotokea kwenye mazingira ya kawaida ambapo tumepitia. Ninakumbuka kuna kijana mmoja alikuwa ni msafi, alikuwa ni msafi sana. Alikuwa ni kijana ambaye nisema alikuwa ni mtanashati. Shuleni tulipokuwa tunasoma tukiwa primary school, tulikuwa primary school, alikuwa ni mtu ananyosha shati yake vizuri. Yaani alikuwa ni mtu smart kwa kweli. Alikuwa hadondokewi na uchafu, watu wanasema. Akinyosha nguo yake zamani zile, ambao sisi ni wahenga wa saizi ya kati, sio wahenga wa zamani sana. Lakini alipokuwa akinyosha shati yake alikuwa anaweka ile alama ya spider kama buibui fulani. Ananyosha vizuri shati yake, anavaa. Na nafikiri bibi yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na zile perfume na ninaamini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatunza nguo zake katika begi ama katika sanduku kulikuwepo na vidonge fulani hivi vyenye perfume, ukiweka nguo yako inanukia vizuri. Kwa hiyo kwa enzi zile mtu yule alikuwa ni mtu anayetisha. Watu wa mjini wanasema ametisha. Ni mtu alikuwa anatisha kwenye habari ya usmart, kwenye habari ya utanashati. Huyo mtu kila siku alikuwa ni mtu ambaye yuko vizuri kwa kweli. Na tunajua kabisa watu wasafi wanakuwa na marafiki kadhaa ambao na wenyewe ni watu wenye hadhi yao. Kwa hiyo shuleni alionekana kabisa, hata wale, ninaomba niongee hili sio kwa ubaya, lakini naongea tu kwa maisha ya kawaida. Hata wale mabinti shuleni walikuwa wanamkimbilia sana yule kijana, walikuwa wanapenda urafiki naye. Si kwa ajili ya lengo baya, lakini ni kwa lengo la kukaa karibu naye tu kwa sababu ni mtanashati. Nina imani hiyo kwa sababu bado tulikuwa vijana wadogo, bado tulikuwa hatujaingia katika hali mbaya, bila shaka unaelewa. Kwa hiyo kulitokea kijana mmoja ambaye alikuwa anatamani, anampenda binti mmoja katika grupu la wanafunzi wa binti waliokuwa darasani. Lakini wale mabinti wengi walikuwa wamevutiwa sana kukaa karibu na yule kijana mtanashati.
Yule kijana mwingine alipoona kama anajaribu kugonga hodi kwenye mlango wa yule binti kumshawishi na vishawishi mbalimbali vya mahitaji yake aliyokuwa anahitaji, na bado anatupwa nje, alichukulia kwamba labda yule kijana mtanashati ndiye anayependwa na ndiye anayekwenda na yule binti. Siku moja akajaribu kumharibia sifa ili mabinti wote wasambae, watoke kwa yule kijana, watoke kwa yule kijana. Alichokifanya, alienda, sijui alipata wapi yule mdudu chawa. Alikuja naye yule mdudu chawa akiwa yuko hai. Nafikiri alikuwa amemweka kwenye karatasi kutoka nyumbani kwake. Alienda akasimama nyuma ya yule kijana wakati wa mazungumzo, tuko breaki, tuko mapumziko. Akachukua yule mdudu akamweka juu ya shati ya yule kijana. Na baadaye akaekti kama anaenda kutoa yule mdudu chawa, kumtoa kwenye shati mbele za wanafunzi wote na mbele za wale mabinti wengine. Akasema, fulani, kumbe una wadudu, una chawa kwenye shati yako. Sisi tunakuonaga huko mtu smart sana, unanyoosha, una kila kitu huko msafi, lakini kumbe nyumbani kwenu unalala sehemu mbaya. Angalia sasa nimemtoa huyu mdudu kwenye shati yako. Angalia sasa nimetoa huyu mdudu chawa kwenye shati yako. Katokea kijana mmoja akamwambia, naombeni niwaambie, huyu anadanganya. Nimemuona kabisa amefungua karatasi yake, ametoa huyu mdudu amemwekea, alafu baadaye anaekti kwamba huyu mtu ndio mwenye hawa chawa. Anataka kumprove wrong, alitaka kumprove kwamba huyu ni mtu mchafu. Kwa hiyo msimwamini tena. Anajifanya smart hapa mbele yenu shuleni, lakini nyumbani kwao ni mchafu sana. Huyo mtu aliaibika kuliko mara ya kwanza. Na yule mtu aliyekuwa amekusudia kumharibia sifa yake, amemwekea yule mdudu, wala kumhukumu wala kukasirika, alimsamehe tu, akamwambia sio shida yake wala sio tatizo yake, na wala hakuwa na maneno mengi. Sio shida yake. Wale watu yule mtu aliyekuwa amelenga watu wasambae kutoka kwa yule kijana aliyekuwa na kibali shuleni, ndipo watu wakaendelea kuwa karibu zaidi. Hata waliokuwa wajapanga kuwa karibu naye wakawa karibu yake. Yule kijana akafanikiwa, na alikuwa ni mtu mwema sana pale shuleni. Wala siwezi kumsahau kwa sifa zake nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine unapoonekana sifa zako zimeshamili, zimekuwa nzuri, zimekuwa njema, wapo watu watakuja na chawa, wapo watu watakuja na vitu, wanataka kukuwekea vitu vichafu kwenye sahani yako ya chakula kizuri, wakuwekea vitu vichafu, afu baadaye wapige panda, wapige mayowe, wapige kelele. Njoeni muone yule mtu ambaye mlikuwa mnafikiri ni mtu sahihi. Njoeni muone yule mtu ambaye mlikuwa mnafikiri anafaa kuchukua ile tenda. Njoeni muone yule mtu ambaye mlifikiri kwamba anaweza kufanya ile kazi. Njoeni muone yule mtu ambaye mlifikiri kwamba anafaa kuolewa na fulani au anafaa kumuoa fulani. Wakaandaa vitu vya ovyo ili kukuchafua. Kwa hiyo jihadhari sana na ujitahidi sana kujifunika kwa damu ya Yesu. Maadui katika maisha ni wengi, lakini kwa msaada wa Bwana tunashinda na zaidi ya kushinda. Wakati mwingine unaweza kuomba ruhusa kazini, ukaandika barua, ukampa rafiki yako akupelekea ofisini, na una haraka, ulikuwa una dharura ya haraka, ukaondoka. Huyo mtu akachukua barua yako ya ruhusa, akaichana au akaipeleka sehemu fulani chini ya mto wake wa kitanda, akailalia. Unarudi kutoka kule ulikoenda, unaenda kazini, unafikiri ruhusa yako ilipokelewa. Unafika kazini, wanakuambia ulikuwa wapi, na unakutana na barua ya kufukuzwa kazi. Unaambia mbona niliandika barua ya ruhusa na nilimpa fulani? Akaambia hatukuona barua yako ya ruhusa, unaendaje kiolela? Mimi barua niliandika. Unakuja kumuuliza mwenzako, wewe vipi, mbona barua yangu nilikupa na mbona wananifukuza kazi, wananiambia sikuomba ruhusa? Unajua nilisahau, yani sijui nikoje. Mimi mwenyewe sijui siku hizi nikoje, ninasahau sana. Alilenga ufukuzwe kazi, lakini kwa msaada wa Mungu hakika utafika pale ambapo Mungu anahitaji ufike. Kama kipo kibali cha Mungu, hakuna anayeweza kukiondoa. Nami nikwambie kabisa, mtu wa Mungu, kwamba neema ya Kristo sawa iko juu yetu, lakini neno la Mungu linatuambia tuwe wapole kama ua, ila tuwe wajanja kama nyoka. Kwa ujitahidi sana kuishi kwa busara sana, lakini pia kwa akili nyingi. Lakini sio akili tu na busara tu na hekima tu, bali kwa njia ya maombi, ili Kristo Yesu akuwezeshe, ili anapokuwa amekufanikisha, yeye ndiye aweze kulinda muujiza aliyokupatia.
Bwana Mungu atusaidie. Nami ninakuomba tena, ukipata nafasi usome neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ya 9 nzima. Hakika kuna kitu pia Mungu atakusemesha kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Na Bwana atusaidie sana, ili tuendelee kudumu katika neema na pendo lake, ili wakati wa kufanikiwa kwetu ama kile ambacho Mungu amekiweka mbele yetu, asiwepo mtu yeyote wa kutunyang'anya hiyo miujiza, asiwepo mtu yeyote wa kuchukua hizo baraka, asiwepo mtu mwingine wa kuweza kuizima ile miujiza ambayo Mungu tayari ameiweka mbele yetu. Na Bwana Mungu akubarikie, akutunze, akuongoze, akubariki pia kwa ajili ya kutoa na kutenga muda wako kusikiliza neno hili, na kwa kutumia MB zako kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, chakula cha uzima. Kama umejifunza kitu, ninaomba tushirikishane katika namba yangu ya WhatsApp kama inavyoonekana katika kioo kwenye television yetu 0766013159. Bwana Mungu akubariki sana na akutunze. Tuendelee kuambatana na neno lake na miujiza yake, na baraka zake siku zote zitatutunza. Amina, amina. Ubarikiwe na Bwana Yesu Kristo aliye hai. Asante.